Mheshimiwa Rais, mimi nataka nikwambie, ukifika hapa Kiambu, hii siasa ya kelele ni kawaida. Hapa tunaitwa Kiambu, na hii nduru itakuwa nduru ya Nam barabara. Asanti sana popote ulipo, zidi kujiunga nasi mtazamaji. Mambo hayakuwa mazuri pale Kiambu na Juja, hata pale Thika. Hii ni baada tu ya Kimani Ichung'wah kuweza kujibiwa na wananchi alipokuwa anazungumza wakati Rais William Ruto alimpatia nafasi ya kuzungumza. Mtazamaji, mambo hayakuweza kuonekana pale kuwa mazuri, sababu tuliweza kuona kishindo kikubwa, watu wakiweza kusema huyo jamaa hapaswi kuzungumza, huku wakipiga kelele alipokuwa anazungumza, jambo ambalo limeleta hisia kubwa miongoni mwa Wakenya. Unafahamu kama mtazamaji wangu, Kimani Ichung'wah ameonekana sana akiweza kumtupia maneno ya kombora Rigathi Gachagua, jambo ambalo labda baadhi ya wale ambao wanatokea katika maeneo yale sasa Kiambu, kijua kwamba ina watu wengi ambao ni Wakikuyu, wanahisi kwamba Kimani Ichung'wah maneno yake si mazuri kuelekea kwa Rigathi Gachagua, na pia ni kama hawana imani na yeye hata kidogo. Alipokuwa anazungumza, watu walimpigia kelele ambayo ilikuwa ni ya juu sana, jambo ambalo limeweza kuembarrass hata Rais Ruto na serikali yake yote, sababu kama hao ndio watu ambao anategemea waweze kumsaidia kuweza kupata uongozi ifikapo mwaka 2027, kama hao ndio watu ambao wanaamini watamfanya awe kiongozi, alafu hao ndio watu ambao sasa wanapigiwa kelele na watu hivyo, hii ni kuonyesha kwamba mambo yatakuwa magumu sana. Sasa acha tuweze kuona, je, italeta hisia gani? Maana tuliweza kuangalia pale mambo yakuwa mazuri, na hata Gachagua amechukua mstari wa mbele wa kusema kwamba Kimani Ichung'wah ni mtu mbaya. Amempaka matope sana akiweza kutembea katika ziara zake za kupiga kampeni za kujipigia kipato kwenye uchaguzi wa mwaka 2027. Wote tuzidi kuona mambo yatakuwa kivipi. Mtazamaji wangu, zidi kusubscribe, zidi kufuatilia habari za MJ, maana hapa tunakupatia uondo na habari ambazo za kuchipuka nchini Kenya ambazo wewe unahitaji.